Kuna mfalme mmoja alikuwa ameweka kitengo cha adhabu kwa mawaziri wake wa kimesi wakifanya makosa. Kitengo chenyewe kuna mbwa maalumu anafugwa. Mbwa wale akitupwa mtu ndani pale, wakiambiwa huyo mmalizeni, dakika 5 washamaliza kali. Waziri mmoja akakosea kwa mfalme, akatuhumiwa na mfalme kwamba huyu ni khain, lazima afikishwe kwenye adhabu ya kuliwa na mbwa. Yule waziri akakubali kosa lake, akamwambia, lakini na mimi naomba ombi langu, kabla sijapelekwa kwa mbwa nipe siku 10. Siku 10 na mimi nikajikaribishe na wale mbwa ili waizoee harufu yangu. Itakuwa rahisi, hata ifikishi dakika 5, watakula kwa dakika 1 tu nyama, maana watakuwa shanizoea. Mfalme anamwambia, hata ukipewa mwezi wewe chakula cha mbwa. Huyu bwana akashirikiana na wale wanaowatreni mbwa na kuwalisha na kuwaogesha na kufanyaje kwa siku 10. Baada ya siku 10, siku yake ya kwenda kuuawa na kifo chake ni kuliwa na mbwa. Akaingizwa pale, haya mbwa, fanya kazi yako. Wale mbwa wakawa wote wanamlambalamba na kulialia na kumfanyaje. Mfalme akasema, mchawi huyu kawaroga mbwa. Akamwambia mfalme, sijawaroga mbwa, nimewafanyia wema siku 10, wametambua wema wangu, wanaregesha shukurani. Wewe miaka 10 na kuhudumia, huna shukurani? Mmenielewa? Kiumbe chenye hisia kinatambua wema, na malipo ya wema ni shukurani. Na ndio utapata Iblisi, atahaddi alladhi bainahu wa baina Allah adamu shukri minan nas min ibni adam. Challenge ya Iblisi na Allah alamwekea Allah, hakumwambia Allah nitawafanya wasisujudu, wala tajidu aktharahum sajidin, wala tajidu aktharahum rakiin. Hakumwambia nitawakataza wasisujudu, hutawapata wengi hawasujudu. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin. Iblisi amwambia Allah, nitatumia maarifa yangu yote, nitakuwa namba 6, nitacheza kote, mbele, nyuma, bavuni, kulia, kushoto, lakini nihakikishe hawa wengi hawatakushukuru. Allahu Akbar.